Basi sana. Mambo vipi? Poa tu vipi? Fresh mzima. Mzima. Haika shida. Haitwa nani? Niambie ulichonitia. Okay. Kama sio. Sisi tunaweza tukapata time kidogo, tunaweza tukakaa sehemu tukazungumza kidogo mawili matatu. On point. Naomba uniambie ulichonitia please. Unajua mnapotaka kuzungumza kitu kizuri, mimi siamini kwenye kusimama. Kwa sababu niko na haraka sana na kupatia namba zangu za simu, alafu utanicall utanieleza nini uko unahitaji. Okay, sawa. Sasa kwa jina la Okay, thank you. Dada, ilikuwaje ile biashara kwa kusema uniwezi tena? Kwa sababu ni mtu tayari ukosha confirm naye, sio inakuwa ni kama bwana kama mimi. Sasa ni wewe tunaongea tu. Unajua watu wanachanganya vichwa. Bwana, wewe unachanganya vichwa na nini? Au shemeji ndio unakuchanganya? Ana unaweza kwa usema biashara yangu kumbe shemeji ushatibuana naye. Hapo hapo. Hapo. Tena kwa nitafuta muda. Kukaa na wewe hasa nikuulize hili swali. Hivi ngoja nikuulize. Ndani nakaa mimi, wewe na Raimu. Ndio. Raimu amebadilika sana. Kuna tatizo gani hapa ambalo lipo kati yangu mimi, wewe na Raimu? Please. Samahani kabisa. Nakujua. Mimi Maya. Nakujua. Sio kama sikujui tabia zako, nazijua tabia zako ni za ovyo. Mimi tena ndugu yangu. Wewe hapo. Sio mimi shuga yangu. Sasa isije ikawa kuna mambo unamwambia Raimu. Na anataka nikwambie na anataka nikuone. Mambo yangu na mwanaume wangu na wanaume zangu ni ya kwangu yakuhusu wewe. Baby, kwa mimi kukaa hapa na shemeji yangu nikaanza kuongea naye mimi siwezi. Kwanza naanzia wapi? Mimi kuongea na Raimu? Unaanzia hapo? Raimu akija nyumbani, akichoka kaenda kazini, akirudi katoka, haya mnapata muda naye muda gani? Mara akija
Shemeji. Baby. Mara kija nani yule? Shemeji. Na naimwa kija shemeji unafikiri unazele pale. Hello, dada mtafute mchawi wako sio mimi. Wewe hao wanakuhusu nini? Tafute mchawi wako shoga yangu sio mimi. Mimi tena mimi Maya. Maya anakuambia ujikumbushe kwamba uko kwenye nyumba yangu. Ndio najua. Yaani nikija kujua ukweli Raimu kuna kitu anajua. Barabarani kule ndio utakuta vizigo vyako. Jamani, nakwambia nimemaliza kaharisha ndugu yangu mimi siwezi. Ndio nakwambia nimemaliza. Wewe kama akasio kutu mambo yako. Yaani bibi huko sio ndani ya nyumba yangu. Mimi siwezi nishakwambia kamalizane naye huko bwana wako. Maana mimi tumeanza vizuri tu. Sasa wewe endelea au shemeji, sijui kuona shemeji, akija cheta hapa shemeji, akija sijui kaja nani ni shemeji yangu. Shemeji. Shemeji. Sasa nakwambia hivi. Bwana zangu. Narudia tena. Naenda zangu kurara. Nitakapojua chaeli, cha shari. Mimi ndio nitakapojua kama hii nyumba ni ya kwangu na mimi ndio dada yako. Mama, mtafute mchawi wako sio mimi. Samahani, mtafute mchawi wako unaanzisha kuyamaliza uwezi. Tantisha mimi. Na nampigia huyo bwana wake hapa sasa hivi. Anataka kunichanganya akili. Bwana wako mambo yako kwa mwenyewe yamalize mwenyewe. Unakuwa na mabwana wengi unashindwa kuyasolve. Bwana hapatikani. Anabati hatapatikani. Ila nilikuwa na washa leo. So shida zangu hizo. Hello. Unayatilinganya kuyamaliza uwezi. Pole wewe. Mfi yangu. Naona umerudi tena. Nipo hapa nimejaa tena. Unalipi jipya tena muda huu? Jipya? Jipya lipo, nafikiri alipo. Usuyo kaka. Kaka yako hapa si alinikataa. Nakwambia basi tumeenda huko, yani tumeongea yote yamekwisha. Ndio. Wewe kawaje? Tena kakubali bana? 3. Yani kama anafungishwa ndoa vile. Jamani kaka naye. Kwa sababu kila kitu kimeenda sawa. Kwa hiyo wifi yangu. Kazi imebaki kwako. Usijali. Kila kitu kitakaa sawa. Mimi ngoja shemeji yako arudi. Akishafika tutajadili. Nitakupigia simu nitakupa mrejesho. Basi sawa wifi. Mimi nafikiri tumemaliza. Tena kuna dada alikuja hapa. Aliniambia kwamba ndambo yapigwa huko sijui. Nakwambia nimetoka hapa mkubwa mpaka huko. Nimemkuta. Sijamkuta anayepigwa wala anayempiga. Hakuna hata mtu. Unacheka yangu fipa. Yaani ndambo yani ndambo anajulikana mji mzima. Nani wa kupiga ndambo? Wala sio kweli wifi. Itakuwa wapi tena mtaani au unawapata 200. Wameona watunge story wakileta kwako utawapa hiyo 200 wakale. Sio kweli tena. Wifi ndio hilo. Basi mimi naomba niwahi kwenye vikoba vyangu. Mama vikoba. Haya shoga yangu. Haya kweli. Haya mwai. Yaani hapo umekuja nikuta niko katika mawazo ya mahusiano. Maana sijakuzoea kukuona hivyo. Mahusiano gani unayawaza wewe? Mimi sina mpenzi, isipokuwa nilikuwa nawaza mahusiano kati ya mwanamke na mwanaume. Ndio, nishaelewa. Hivi kwanza mfano. Wewe ndugu zako anakuchagulia mke wa kuoa. Kuchaguliwa na wachumba ishapitwa na wakati. Kwa sababu yule mchumba wako ndio unaenda kuishi naye wewe, sio wao. Yameshapitwa na wakati. Kwani wewe una mchumba kwanza?
Sasa mimi hapa ndo wananichagulia mchumba. Sasa inakuwaje? Mfano yani kama ni wewe inakuwaje? Bwana wewe, wakuchagulie mchumba unaenda kukaa naye wewe. Sasa utakapokuchagulia wanaenda kuishi na wao kwanza. Chagua mwenyewe mchumba, mambo yamepitwa na wakati. Wewe ndio muhusika. Sasa sikia nikwambie. Kimfano wewe ndio unapewa chance sasa kwamba chagua mwanamke unayetaka wewe. Mchumba wako ni wakiniambia nimchague mwanamke. Mimi wewe. Hivyo na akili kweli wewe. Mimi zimejaa yani ziko full tele. Ndambo, naomba tuheshimiane. Siwezi kuwa mwanamke wako hata dakika hii. Sababu nimesema wewe mke wangu mtu wenyewe saa mbovu. Usiongea hivyo. Yaani wewe mimi. Mchumba wako ni okay, tuachane naye mambo. Sikia kwa mimi na mshikaji wangu hapa naenda kuonana naye. Basi kama una nafasi nipeleke. Mshikaji? Rafiki tu kama wewe. Kumbe ni rafiki kama mimi. Sasa sikiliza. Nitekenye kidogo. Nikutekenye? Sasa sikia nikwambie, twende kwanza funda kutekenye. Ushafika kule. Nitekenye. Twende bwana tukwenda. Subiri kwanza. Nitekenye nirudi katika modi. Twende basi ndifika kule takutekenye. Twende bwana tukwenda muda. Babu wangu mie, nikumbate unikoleze, na yahisi mapenzi, moyo nataka kupenda. Mambo? Safi, karibu. Asante. Namjua huyo. Unamjua kwani? Bwana minyama huyo. Shemeji. Naomba tupishe kidogo, tuna mazungumzo. Tusubiri basi. Wewe ndio huko? Ndio, tusubiri. Afulisa huko kwa babangu mkali. Yaani uko sikupigia simu dawa. Yaani unipiga simu nikaamua kwanza nikupatie nikaizima. Lazima ni labda mimi nikutumie message hapo. Sasa ninapokuwa unakaa yani bwana kumisi mtu wote. Nipigie kila nikitaka kuanza nikiwaza na ulivyoniambia kwamba sisi wanapiga kila wakati. Inanichanganya sana. Sina cha kukuonyesha zaidi ya kile wewe ni mwanamke mzuri sana. Kila mmoja hapa sidhani kama anaweza. Sio rafiki unavyofikiria wewe. Ina maana namaanisha tuwe wapenzi. Baada ya kuniona tu pale mara moja dukani, kuna siku nyingine uniona mimi mpaka ukanipenda au umenipenda ghafla au uko unanifahamu. Mwambie kitu. Unajua kumuona mtu siku ya kwanza au siku ya pili ya tatu ya nne tano haimaanishi unapiga filimbi vipi tena? Tunitambulisha nyumbani. Ana maana gani? Bwana. Asiliana siku nyingine achelewe kwenda kusemea kwa baba. Basi poa. Okay, sawa mami. Love you. Yaani watu wengine bwana.
nipeleke mambo yangu hapa hivi. Sema amenikera yule, usubiri. Shaniharibia hata mazoezi yenyewe. Kwa binti Asmani. Akatubia nimetoka kwa dada yako aniambia umeenda kufanya kazi. Huko kwa binti Asmani nilikuja kufanya kazi. Nienda kusaidia kushosha vyombo na masufuria basi. Ah, unafanya kazi ya mtaa kushosha. Kwa binti Asmani Mkono juu. Ndio mkono juu. Lakini mpaka sasa hivi sio chochote kiendelea. Na mimi nishakwambia kukaa ndani nimechoka. Unajua matatizo ya ndani. Na mimi siwezi kuwa nagombana na majirani kila siku. Siwezi. Na unajua. Lakini sijui kwa nini mpaka sasa hivi nimeamua kulikalia kimya nangu. Sasa mimi na mpango gani? Na sijui kama tunaendelea kuishi hapa ama tunahama. Na mimi swala kuendelea kupanga hivi tuhame hapa tukapanga tena sehemu nyingine. Yaani mara 10 kama unaona bado mambo yako hayajakaa vizuri, ni bora tuvumilie, upate hela, tujenge kabisa. Mimi tena masuala ya kupanga kwa nagombana na watu siwezi. Ndio nakwambia sasa. Na mwisho siku utakuja kuona mimi mke wako nina mdomo na kati ni watu ndio wananifanya na kuwa hivi. Shida. Mbona kama naongea peke yangu? Na maana mimi naongea unijibu chochote maana yake nini? Shida. Ameumbika? Ameumbika nani? Nakuuliza. Nani kaumbika? Kwa mimi muda wote naongea, ina maana nilichokuwa nakiongea ukisikiliza. Ina maana una vitu vyako ambavyo wewe ndio unaviwaza, si ndio? Sikiliza mke wangu. Mimi siko hivyo. Ile nini? Unajua leo katika tembea zangu kuna sehemu nimekatiza. Nimemuona dada yule mzuri. Ni anavutia. Hivi unajisikia unapoongea? Unajisikia unachokiongea? Kwa mimi ni nani hapa? Yaani mimi naongea na wewe, unamuwaza mwanamke mwingine. Ikiwa mimi mke wako niko hapa na naongea na wewe, si ndio? Lakini mke wangu sijamaanisha hivyo mke wangu. Ila ni nini? Unajua mke wangu kitu kama kikiwa kizuri tusikisifie jamani. Nimekosea. Kwa hiyo unaona si mzuri zaidi yangu mimi? Basi sawa. Atakayekupikia, atakayekufulia na atakayefanya kila kitu. Ndio umenuna mke wangu. Sikukuu imefika, mwaka mpya umefika mama, mzae salama mama, watoto mapacha mama, salama mama. Kakangu unajua kuimba? Sasa hiyo ndio nyimbo nzuri ya kuimbia mkeo. Nani? Sitani huyo.
Huyu ndio wewe mke wangu mimi? Hivi unajua anachonifanyaga yule dada? Anafinya. Sasa anatafuta sehemu hizi za mapaja hizi. Sasa sijui ni kitu gani waga anakitafuta. Alafu kesho yake anakufyonza. Yaani Acha uongo. kwa nini leo umo? Finyage. Dada. Wewe shemeji anakufinya. Anakufyonzaga. Sio heshima. Hasa kwa sisi hapa katika kabila letu. Kaka bwana, hiyo ndio tusifurahishe tu. Na kama una pesa za kuolewa, mimi na shemeji yako tunatoa pesa zetu, tunafanya sherehe kubwa na kapendeza. Unaje? Hapo neno. Kwa hiyo mnakaa kabisa mnaoga mnapanga si harusi si nini wewe na wifi yako. Na mnakaa mnapanga na shemeji. Sasa sikiza. Wewe si mwanamke. Na wewe si mwanamke.